ndo unaongea sana kwenye na penyewe kazini, mambo mengi, umbea, sehemu wako bosi na bosi wake, iko kisha kwa bosi wako atakusumbua. Nataka kuwa na sense of ownership ya kitu fulani na whoever the partners that we get. Ndio maana tunaona kama mimi nikiwa sina kitu, basi I'm not worthy kwa huyo mtu ambaye ana kitu yeye tayari. You have to have your own thing. That's my opinion, to be honest. Mimi najua niweza kulipwa 10,000 kwa siku. Usicheke, najisikia vibaya. Chawezi. Upate mshahara, ulipe madeni, ulipe bills, ukope tena mwezi mwingine. Jina langu ni Warda na mimi ni Stacy na sisi ni Hus and Hustle. I woke up very early asubuhi ya leo kukimbizana na kazi. But then my alarm went like 25 minutes after. Bado nikawa sianza kujiandaa. And it started raining also. Wana kufikiria logistics za kutoka Dar es Salaam ukiwa unaenda kazini asubuhi and then haujui unaendaje kazini, usafiri Dar es Salaam, it is hectic. Kuanzia barabara na ushahiwa tunakaa upande ambao barabara zinatengenezwa. I hate mornings. Na siku moja ilikuwa naingia kazini hivyo asubuhi. Sasa nikakuta gari limejaa. Nikasema acha tu nipande, ikaja boda inaenda town. Nikasema wacha tu nipande in rush, maana pia tayari muda umeshaenda. Barabara zetu zinatengenezwa. Hata ilikuwa hakuna mvua. Unalimia vumbi. Yaani nakuja kufika mjini Tegeta oye. Nimepauka vumbi mpaka kwenye nywele. Nikaona kuna mtu mmoja ananiangalia sana. I was like, mbona unaniangalia hivyo? Unataka shamba. Nakuja kufika. Najiangalia. I was like, hivi hili ni vumbi ninalo mwilini. Imagine the hustles tunapitia asubuhi. Na kwa umeshavaa uniform? Yeah. Zima tu nilikuwa nimevaa sweater. Lakini I didn't cover my hair. Vumbi. Hapo wenyewe ushapiga hesabu hizi nywele nakaa nazo mwezi mzima. Imagine. Lakini that's it. That's life. Karibu kwenye podcast ya Hus and Hustles. My name is Warda. And I am Stacy. Tulianzisha podcast hii ya Hus and Hustle kwa sababu ya tunatumaini kila mtu ana hadithi ya kipekee ambayo anataka isikike. Whether ni mahusiano, kazi, mwajiri wako, just life in general, ndugu. Kila mmoja ana story yake ambayo anataka kushare na sisi. You're not lazy. You're not failing. You're just carrying more than anyone can see. Na leo tutazungumza about that weight. Tuanze na ukweli ambao watu wengi hawazungumzii. Hustle inafanya kazi tofauti. Kila mtu ana mzigo wake kwa upande wake. Msichana huyu kaanzisha biashara ya juice. Kijana yule anauza simu. Mama huyu anapika vitumbua. Kila mtu ana struggle na hustle zake. Sio kazi, sio biashara. Tunavyoongelea hata hivi usafiri ni katika daily struggles, daily hustles. Hivi kuna nani alisema wanawake wanafanya kazi? I hate working. I need to be a stay-at-home mom. Sasa, how are you gonna be that? Mwenzako anahitaji msaada. Husband, allocate me please. On a serious note, lazima upate mwanaume mwenye pesa nyingi ili akulee wewe na watoto wako. Apart from that, unataka kijana wako anajitafuta, lazima na wewe jitafute ili mjipate kwa pamoja. So, kuna vijana huko kuna hela. You just have money Si walijitafuta nao. Sasa akinitafuta mimi kuna shida gani? Sio rahisi hivyo. It is as simple as ABC. You have to hustle. I should hustle.
Yeah. To find my husband, to find me. Yeah, no. Kupata mtu mwenye hela sio rahisi kwa sababu yeye alishajitafutia zake huko. Kwa hiyo nataka nitafute mtu ambaye tutatafuta naye. I don't say that. Kama utapata, shukuru Mungu. Let me tell you something. Before sijaanza kufanya kazi, nimeuza kubuyu, nimeuza t-shirt, niko naenda kuchukua t-shirt Kariakoo pale ferry Kivukoni. By the time niko nakaa Kigamboni, kuna kaka alikuwa anatengeneza zi culture, niko nachukua natengeneza na design my own. Yeye ndo anatengeneza, lakini mimi tu nampa kwamba like nataka iandikwe kitu fulani, and then nauza. All that came crumbling mpaka nikaamua kutafuta my 9 to 5 ambayo that's what I'm doing till right now. But I hate working. Like I just need to be, not just sit, but just don't kupata shida, because in the office also there's a lot. There's HR kelele. You have nowadays kuna KPIs. You have to keep up. You have to have your own personal life out of work. It's a lot of work. You have what society inakutazamia wewe umeaccomplish with your old age. Lakini ndo maisha. Maisha takikwa hivyo. Kuna watu wamekuwa wakiwa wameshatengenezewa mambo, wametoka kwenye familia ambazo ziko tayari, lakini kuna sisi ambao tunatengeneza. Wazazi waliweza kutengeneza kwa kiasi chao kukufikisha wewe ulipo, kwa wewe natakiwa uendelee, ujiendeleze. That's why ukaenda kuuza ubuyu. Mimi mwenyewe I did the business, you know. Yeah, I remember. I am coach. I was coaching, nafanya biashara, nauza sijui mikoba, nimeuza nguo za kiume, sijui nimeuza viatu, lakini viatu wanawake na wanaume. I go Kariakoo, take them. Kipindi kile nafanya biashara ya mikoba. I post them kwenye my first Instagram ile ambayo ili tukaanza kufanya sijui biashara ya ready to wear na mpaka sasa hivi ambao we are still doing it. Yeah. Is it like a partnership or something like that? Okay. Lakini mpaka mwisho wa siku na mimi nikapata, I had to go find a job ambao mpaka sasa hivi I'm struggling with. Na penye kazini mambo mengi, umbea, sehemu wako, bosi ana bosi wake, kwa akishakuwa bosi wako anakusumbua, lakini anakusumbua makelele ya kazi. At the end of the story, you have to still push ili tu ufike unapoenda. Usubiri mwisho wa mwezi. Sasa ndo unapoenda, unaenda wapi? Mwisho wa mwezi. Upate mshahara, ulipe madeni, ulipe bills, usubiri mwisho wa mwezi mwingine. Ukope tena, usubirie mshahara mwingine. Yeah, okay. Maisha ni yale. But then what, yani ni mshahara gani ukilipwa utasema kwamba like hii pesa inanitosha? Hakuna pesa inatosha. Trust me. Tulianza na mshahara mdogo. Kasema nikifika 200,000 itanitosha. Kalipwa 200,000, ukasema nikaongezewa 50,000. Mimi najua nilianza kulipwa 10,000 kwa siku. Usicheke, najisikia vibaya. Naweza kulipwa shilingi 10,000 kwa siku. Imagine unalipwa shilingi 10,000 and then siku ambazo unatakiwa uende kazini ni from Monday to Saturday. Saturday it's an option. Mimi nilikuwa nakaa mbali na kazini, kwa hiyo ilikuwa inanibidi Jumamosi saa nyingine nisiende. Ukienda Jumamosi that means utalipwa 60,000. Ukienda hadi Ijumaa utalipwa 50,000. You have nauli, you have to eat. Na maisha yaendelea. No, by that time nilikuwa naishi nyumbani, so it was just. Lakini still una vitu vyako kama mtoto wa kike anataka kununua au utaenda kumpa baba kila siku kununulia. Let me tell you something. Mpaka sasa hivi mimi ni mtu ambaye I'm one phone call away from my parents. Niamini mimi. Kwa sababu nimekuwa kwenye mazingira ambayo baba yangu na mama yangu wanajitahidi kunipa kile ambacho nakihitaji. Kwa wakati ule ambao nilikuwa nahitaji. Inaweza kikachelewa ama kikawahi, but napata. Kwa hiyo
mpaka na sasa hivi, that's the only thing I know. Yani kwa sasa hivi nikisema napata changamoto, mtu wa kwanza ambaye najua naweza nikapiga simu afu ni uhakika ni nyumbani. That's true. Japo kuna watu ambao They don't have that, yeah. hawana, na kuna watu ambao wao ndo wanategemewa na nyumbani kwao, like nyumbani kuwe kuna shida, wewe upigiwe kwamba tuna shida, tuna changamoto hii na hii na hii, matokeo usolve, tunafanyaje? Wapo. So ni maisha at the end of the day. Why do you keep saying ni maisha? Kwa sababu ni maisha. No. Unayo njia ya kurahisisha hayo mambo? Do you have? Nikisema nitakamatwa. Unaogopa polisi? Anyway, I just know I need money at this point. Ndio maana nasema ni maisha. Hata hiyo pesa pia ni part of life. Ukisema ni maisha, it's like you're sealing the envelope kwamba like that's it, there's no any other way or any other option. That's how I feel. Way ni kuhaso tu ujikomue. Itafika a point I'll catch a break, takuwa done, and then wewe utabaki kusema sababu ni maisha. Don't say wewe utabaki. So what's some she say ni maisha? Man, at the end of the day sijui nitapataje pesa, ila nitapata. Mtoka kusema ni maisha, kwa mimi nikahisi labda you're comfortable. Still getting money or not getting money, kuwa na changamoto au kutokuwa na changamoto, bado ni maisha, right? Na inatufanya hatuna option, yani tumejikuta tu na kama okay, we are talking about usafiri. You see how we are struggling with usafiri. Buy a car. Mpaka buy your own car. Sasa si ndo natafuta hiyo pesa ya hiyo gari, lakini mpaka nifike kupata hiyo pesa ya gari, stiali huku ninayo hadisi ya kuhadisia. Nilipanda daladala zimejaa nikashikilia bomba, nilipanda bodaboda, nilipanda bajaji. Speaking of daladala, there was this day naenda kwenye graduation ya nilikuwa nimealikwa huko. Mara yangu ya kwanza kwenda kwenye chuo kimoja kiko somewhere Gongo la Mboto, if I'm not mistaken. Kampala University, nahisi. I'm not so sure. Naenda kwenye ile graduation, ndo mara yangu ya kwanza kupanda hilo daladala kwenda hayo maeneo. Sikuwa nimewahi kwa sababu nilikuwa ni mgeni Dar es Salaam by that time, nilikuwa niko chuo. Sikupata siti, nikawa nimekaa pale kwenye kile sehemu pembeni ya kiti cha dereva pale. Nimekaa pale, amekaa mkaka, alikuwa amesimama, ameshikilia bomba lile. Jasho likachika, likanidondokea. I felt bad. Nijisikia vibaya. Alafu sasa nilishtuka in a way kwamba hata yeye alihisi yani nilishtuka kwa kereka, lakini nilijisikia vibaya at the same time kwa sababu kulikuwa kwenye situation ya joto. But then nikawa ile nilivyoshtuka cha kwanza ni kujifuta. I felt, afu nikajishtukia, nikajisikia vibaya kwamba nimemfanyia mtu wa watu kitu kibaya. But jasho hakuna namna, ndio kimeshatokea actually. Kwani Dar es Salaam kuna joto sana? I'm just asking kwa sababu miti mingi imekata. Environmentalist. Huo ni majengo ni mengi kuliko miti. Ukienda sehemu ambazo it is hot, ina miti, kuna upepo kama kuliko I think we struggle, watu wengi ambao tunatoka mkoani tunakuja Dar es Salaam ambao hatuna maisha yale ya tunajitafuta kujitafuta. Kitu cha kwanza ambacho it hits us very much is heat. Nishawahi kupata pneumonia ya joto, if ipo, because of joto. I don't know. But then I got pneumonia the first time that nilikuwa nimekuja Dar es Salaam kwa ajili ya what I heard, pneumonia ni either joto sana au baridi sana. Kuna hisi inawezekana. Your side hustle is not a sign you failed. Okay, trust me, I didn't fail. I don't say that you failed. I'm just saying. Nasema tu. Kwa sababu ilinichukua muda mrefu, lakini as for now I can say ungeniuliza miaka 5-6 nyuma nisingekuambia kwamba I can make it mpaka hapa nilipofikia. But I have
make it kwenye position ambayo mwenyewe uamini. Lakini still unataka kuwa housewife, right? Trust me. Nahisi kila mtu anataka, lakini I don't know. I'm not saying that I don't want, but I'm saying that. But then I don't want to say I don't want to be a house like stay home mom. No, I want to have something. Same here. It's not like I just want to be yani mama tu wa nyumbani. No, I have to have my own things. Kuwa na mchango yani, unajua So mchango yani I have to have my own things. Mchango gani wewe? Kwani ni harusi? Ni harusi? No. But then talk honestly. Ukiwa umepata a partner ambaye ana provide everything that you need, anakutengenezea mazingira ambayo you can nurture him and nurture the family, woni kama it's a big win. It's a good thing pia, and it's not only a big win, no, very good thing. Being a loose ball, it doesn't mean kwamba you can wewe utakuwa ni just hakuna mtu ambaye anakuwa tu you're just around, kwamba utakuwa tu kiamka umekaa kwenye kochi, ikifika jioni umelala. Wapo like you know you can't even pick up a spoon. You don't have errand to run, and you're just in home, unaandaa watoto waende shule. That's work. You have to That's not work. It is work. What definition yako ya kazi ni nini? Kazi ni kupata mula. Hey. Kwa hiyo kama haikulipi sio kazi. So kazi hailipi hiyo. But then having kupata watoto ambao they're wako academically well, wako wasafi, house is well arranged, that's work also. Sasa you're having a rich man, lakini you are helping him, our family. To me, that's what I want. Nitaandaa watoto waende shule na nini, wawe vizuri, lakini still I don't want to stay at home waiting for them to come back home. Nitaenda kufanya jambo, nikirudi na wenyewe wanarudi shule na mimi. Lakini watu wanapenda kazi. Yeah, okay, honestly. I love to work, I love to have my own things. Kwa sasa hivi ambavyo sina all that I want, I love my job. I'm organized. I know nikienda asubuhi I have to do this, I have to do that. Ikifika saa 10 I have to do this, I have to do that. I love everything about my job because it what keeps me going every day. Lakini kazi yangu ni ngumu. Mimi I cannot say God, I love my job or hate my job. You're in it for the money. Yeah. Kitu kinachonifanya niwe kazini kila siku kwa sababu I need the money. So yeah, that's what I'm saying. Kama pesa iko and you are provided for the money, why work? Yani will you still choose work? Sika kujishughulisha. Go to the gym. No. Hainilipi. Ingekuwa inalipa, just do the gym. Kwa nini unataka kulipa wakati tayari pesa ipo? Yani kwa yangu my own thing. Yani naingia kwa jina langu, si Warda, inaingia pale kwa jina Warda. You know, ama basi everybody right now tumekuwa wa binafsi sana. I think kuna wanawake ambao kwenye payroll za wanaume zao. Yeah. Anakwambia mama mtu kaa nyumbani. Mshahara huu hapa. 20% ni mshahara wako na wewe. I need that, honestly. Mimi mwenyewe kwa hiyo. Unaona? Naweza ikaekelea mara. What I'm saying ni kwamba sasa hivi watu wengi tumekuwa wa binafsi. Mimi nataka kuwa na kitu changu. Wewe unataka kuwa na kitu chako. Kila mtu anataka kuwa ana ile sense of ownership ya kitu chake. Kwa sababu ya nini? Manyanyaso. Narudi pale. Maisha haipasi kuwa maisha hivyo. Na maendeleo ndio yametufanya tujikute wote tunatafuta vitu vyetu. Kwa sababu zamani, for what we heard, labda na kwa bibi zetu na babu zetu, I don't know, bibi zetu sisi sio mbali sana. Mimi sijamkuta bibi yangu. Yeah. Pole. Lakini tulikuwa tunajua mwanamke kazi yake ni kuzaa na kulea familia. Okay. Kwa dunia ya zamani tuwesikia. Bibi zako walikuwa hawana mashamba? Not mashamba. Mimi nimesema bibi zangu sio mbali. Mimi bibi yangu amesoma. Ni mwalimu mstaafu. Or she was having something. Tena sio bibi yangu
bibi zangu wengi 3 4 wote wamesoma, na wamesoma labda kwa sababu sisi generation yetu sio ya mbali sana, ilikuwa tayari ni wakati wa kujitafutia ulikuwa umeshafika, lakini nahisi kama tuko sawa, behind them walikuwa wao wanaaminika mwanamke ni they say mwanamke ni pambo la nyumba, right? Yani mwanamke ni mtu wa kukaa nyumbani, Okay, azae, alee familia, ampikie mume wake. inawezekana hata sio generation ya nyuma yao, inawezekana generation yao hiyo hiyo, lakini tu ni aina ya familia waliokuwa wametoka. Yeah, inawezekana pia, lakini kwa sasa hivi tulivyofikia, kila mtu lazima apambane kupata kitu chake. Like, naudi pale pale, upendi niseme, ni maisha yanafanya tuna hustle na kuangaika ilimradi tu kutimiza ndoto. Sio maisha, yani ukisema ni maisha, ndio maana nasema ukisema ni maisha ni kwamba you have given up. I'm not, lakini pia ni maisha, si ni sehemu ya maisha kupambana. Hapana, kwa nini upambane? Yani ukisema kupambana ni kitu ambacho kinahitaji kutumia nguvu, yani na akili mengi, but that's not how it's supposed to be. Na kingine kinafanya unajua kingine kinafanya tuna struggle sana ni comparison. Social media. Social media imekuwa inatupeleka puta sana yani. Do you know that? Like, Nataka kwenda vacation Bali. Nataka kwenda vacation Bali. Unaingia Instagram naona msichana na miaka 25. How old are you? Msichana na gari. An old woman. Msichana na gari. Wewe ni ndoto yako kuwa na gari lakini still you're not there yet. Sometimes hujafika hata nusu ya ile pesa ya kununua ile gari. Unaangalia huku unaona huyu ana nyumba, wewe hata kiwanja huna. Unaangalia huku unaona huyu ana watoto 2 na ni age mate. Wewe hata mpenzi tu akuambia nikuchumbie basi tuzae huna. Yani I remember 2019 or if not 2019 I think, kipindi cha COVID kulikuwa kuna ile watu wanapunguzwa kazini, watu mnabidi nifanye kazi nyumbani. Sisi sasa tuliambiwa mkae kabisa nyumbani, when we want you guys tutawaita. That was the worst times in my life that I've ever experienced, kutokana na kwamba nilikuwa naona watu ambao nilikuwa nao ambao nimemaliza nao chuo, wengine walikuwa wapo kazini, wengine they have had their life together. Nikaona kama like mimi maisha yangu ndio yameishia hapa kabisa. Na ukikaa nyumbani mara wewe unataka kazi, wewe kazi kulala tu. kulala so, umesoma yani na ni kweli nalala kwa sababu sasa nitafanya nini? Sina cha kufanya. Umeshapeleka ma-application huko lakini hayajajibiwa. Wanasema utakupigia simu, hawakupigii. Yani Sola shortlisted. I hate shortlisted. I was told kwamba tuna shortlist tukiwahitaji tutawaita. Mpaka leo sijaitwa. Mpaka leo. Mpaka ukapata kazi sehemu nyingine. Yeah, mpaka I had to come, yani I had to make a decision kwamba naondoka nyumbani na kuja kuja kutafuta kazi. That was my... Ni kugumu. Lakini mimi nasema tutaishia kupambana ili tufike pale tunataka. But then at this time I think nepotism should just apply, and we need to have people who know people, so we have people around, you know. Nepotism everywhere. And maybe nilikuwa nataka niwe na mjomba huko wapi huko, aniite tu, yani njoo ufanye kazi sehemu fulani. You know kuna people they go through that, yani hawajapata ile hustle ya kupambana kutafuta kazi, kutafuta ma interview. I remember nimewahi kwenda Mwanza kufanya interview. Nimeondoka asubuhi, nimefika ile jioni, and it was my first time kwenda Mwanza. Ile gari ilikuwa ina mpaka kunguni. But because nilikuwa natafuta kazi, I went to Mwanza, nikafanya interview kesho yake, and then the next day I was supposed to come back in Arusha nifanye interview the next day. Inatokea, unajua nimeenda kwenye interview miguu imevimba. Kuna watu kuna watu umesema wanaajiriwa kwa ni connection tuseme, right? Una mtu mahali anakwambia ukimaliza chuo uje, lakini pia kuna watu wameajiriwa mahali lakini still they don't connect you to that work.
Unajua That's really bad also. Yani wapo watu wengi, maana kama una connection you get through that, basi it's a good to go. Lakini kama pia huna, pambana tu. Sio kila ndugu atakuconnect wewe sehemu, hata kama yupo sehemu nzuri, hata kama yupo kwenye position nzuri. Sio tu ndugu, hata marafiki. Hata marafiki wapo. Kuna siku nilikuwa nimekaa nawaza, unajua kuna ile notion kwamba ukifungua biashara rafiki zangu watanisupport. Sijui nafahamiana na mtu yuko ofisi fulani, nikimfuata nitamwambia ani connect kwenye kitu fulani kwenye ofisi yao ili niweze kupata kazi. So mimi kuna mtu niliwahi kumapproach in that way. Nikamwambia nimefungua kitu fulani na fulani na fulani, nilikuwa naomba hapo ofisini kwenu ni saidie kupata tenda ya kufanya hii kitu ambacho nimefungwa mimi. The first thing yule mtu aliniambia, napata how many %? Nikaanza kuwaza, umeanza kuwaza % hata hiyo kazi yenyewe sijaipata. Nikamwambia surely, yani umeanza kuwaza swala la % wakati hata hiyo hela yenyewe hatujui kama itapatikana, hiyo tenda kama yenyewe nitapata ama vipi. Na also ndo kwanza naanza. And you're my friend, yani like you know inside out kwamba ndo huyu mtu ndo kwanza anaanza anajitafuta, umeanza kuanza swala la %. Tutatoka kweli. Sio kila mtu ana moyo wa kujitolea kukupa kitu fulani. Shanaelewa. Hata kama yuko kwenye position ambayo anaweza kukusaidia wewe ufike mahali fulani. Msimu kwenye biashara as you say. Watu wengi wanawacha ni nakuta as me nina marafiki wengi. Lakini marafiki zangu wote sio kwamba wote ni wateja wangu. When I do a business nategemea, unajua unategemea sio tu mimi na si ipo kwa watu wengi kwamba najua mimi na Warda anapendaga cheni, najua nikiuza cheni atanunua, na anaweza pia hasije kwako kununua, anaenda kununua kwa mtu mwingine kwamba mimi patronize my friends na friends. plug wake. Well, it's just like that. I really try to be good to my friends. I patronize them kama wamefungua biashara, nitaagiza mara moja angalau ujisikie na wewe kwamba sijakutelekeza. Unaona, regardless kama hicho kitu nitakuwa na kihitaji nacho kwa wakati ule ama sina uhitaji nacho wakati ule. So sio watu wote wanafanya hivyo, sio watu wote. We are trying to push our friends kufika mahali, lakini sio watu wote watakuwazia kwamba huyu rafiki yangu anaanza ama rafiki yangu I have to support them. Anaweza kuanza na kitu kile lakini still aenda kwa mtu wake mwingine, either kwa mtu ambaye amemzoea kununua before you start, ama kwa mtu ambaye anahisi labda hiki kitakuwa kizuri zaidi ya kile, ama the price maybe be tena about the price. Kuna mwingine kwa sababu you are the friend, yani anataka umuuzie, kama nitakuungisha basi niuzie kwa bei rahisi zaidi. Yani wewe sio my friends, wewe sio my friend, unauza cheni 10,000 basi mimi nifanyie 5,000. Mimi si rafiki yako. They don't think of you, wao wanajifikia wao wenyewe. Shanielewa. At the end of the time, nakumbuka kuna siku kwenye group kwa tunaongelea swala la spa. I usually go to somebody else's spa and then we have a friend who has a spa and then that conversation came up. It was, I wouldn't say it was awkward because at the first I talked to her about the spa issue and she told me hafanyi huduma. I don't do that service. Yes, for now. But then since nikaa nimeenda kupata mtu mwingine, so I have consistently been with that person for almost 5 years. Alafu when I mentioned it, akaniambia like, kwani hauji kufanya na ujija kwangu? Yeah. But then nikikumbuka nilisha kuambia hicho kitu and then you said you're not offering that service, it kind of felt but then anyway, at the end of the time we're all hustling and we're all finding our grounds and all that. Tusubirie hizo hela za mwisho wa mwezi because what? Mwisho wa mwezi pesa ikitoka, you have bills, you have electric bills, we have water bills, you have chakula ndani, ujatamani kanguo kazuri, ujatamani kakiatu, you have to make your hair. Kwa watu ambao wanatengeneza nails and what not. Na ukija kuangalia account sasa, ujatamani kutoka tuone kule sehemu nzuri, ujatamani ukatoka ukala chakula cha tofauti, au tusikie hujajisikia kupika, umetamani tu kuagiza kitu ule nyumbani and all that. And then you have
nyumbani kuna kitu kiko kinahitajika, ukaambia subiria mwisho wa mwezi, una ndugu alikupigia subiria mwisho wa mwezi, subiria mwisho wa mwezi, kila kitu ni mwisho wa mwezi. Mshahara ukitoka mwisho wa mwezi una pile of madeni, una a pile of things you have to take care of, but kahela katoshi. Mwisho wa siku uendelee kupambana, usubiri hela ingie, ufanye vinawezekana, vingine visubiri mshahara mwingine. How do you prioritize what is what to start with and what not to start with? I personally, I make sure I have food at home, vile vitu basic ambavyo najua hata kama siku labda leo sina mboga, labda naweza nikachemsha hata uji nikaweka sukari nikanywa nikalala. Una marage umechemsha sijui makande sijui kitu gani, yani unakuwa na vile vitu ambavyo nyumbani siku ambayo unajua kabisa huna hela, you can make something out of whatever is available. And then next I pay my bills. I had electric bill, internet, water. And then next family. Kikoba. Oh my God. Wanawake na vikoba. Jai. Unarejesha kikoba, unatakiwa kununua hisa, unatakiwa kufanya yote yanakusubiri mwisho wa mwezi. Lakini mwisho wa siku unaangalia vyote ni vya muhimu, ila unaangalia what's nini yangu cha kwanza. Mimi nitaanza kuangalia nauli yangu ya kazini itanitosha, pamoja na pesa ya kula, nalipa bill, tunanunua chakula. Ukihamia kwenye family problems, unaangalia una watu wawili, unaangalia nani shida yake inaweza ikasubiri, nani ianze, nani itafuata. How would you know mtu shida yake inaweza ikasubiri, by the way? Most of them, kwa sababu yani ili wasaidie, wengi wanakuja na kumbela like, I need money for this and this, mwingine anakuambia I need for ona huyu, au kama unayo yote you just give them. Huna wewe subiri, I give you. Wengine sometimes unasema hela bado haijatoka, utumia that kauli, tumeshaisha hela. Hata kama ulishapewa, tumeshaisha hela, so you have to wait. Unajua kwa unampa yule wakati unajitafuta kwa ajili ya huyu mwingine, then you give them. Nakuta mwezi mwingine umepinduka na mambo yanatakiwa yaendelee. Kila siku tunaendelea kustruggle, tukitumia hela zizi ambazo tunaona hazitoshi, lakini tuseme ya maisha. I hate huo msemo, si upeni kwa kuswali. Kuna swala lingine la nini, michango ya harusi. Sasa hiyo umekaa tu umeshtukia hiyo kwa mimi fulani anaoa. Mimi I had to restrict my kama if you're not in my contacts, you cannot add me to your group. Nimeweka kabisa restriction pale. You cannot add me to your group. Me too, I did that. Lakini hata michango naangalia uwezi kulipa yote bwana. Sometimes kama umetokea miwili unapambana miwili, alafu hivi unajua it's only in Dar es Salaam michango ya kadi mnatoa na kiwango cha hela cha kupewa. Unaniambia double, I mean single 100,000. Are you sure? Yeah. 100,000 single. Mambo ni mengi. Sometimes even the wedding I might not even make it. And it doesn't matter. Ndo nichangishe kiwango ni kiwango. Wakati kijijini kwetu huko tunachangisha, ukipata hata mtu yani ukienda kwenye familia ya mtu akakuchangisha ukapata shilingi 30,000 ka 20,000, unaona ni hata mchango 30,000 hamna. Hamna. Sema nakwambia single inaanza 100,000. Mshahara wangu 600,000. Nikupe mchango 100,000. Unakuta na michango miwili. Nikitoa hapo ni 200,000 hizo. Nabakia na shilingi 400,000. Katika 600,000 kwenye kuingia kule lazima kuwe kuna makato, maana yake utoe 600,000 kamili. Ndio nasema ndo take home sasa ndo 600,000 yani. Take home 600,000. Unatoa mchango wa watu 200,000. Umebakia na shilingi ngapi? Nyingine. Shilingi 100,000 unafanya kitu gani? Na unaacha kipi kwa Dar es Salaam, the way this everything is expensive. Just imagine. Juzi nimepita kwa mama wa kibanda mtaani kwetu. Nikamwambia mama, viazi unauzaje? Akaniambia viazi 3 1,000.
Viazi vitatu 1,000. Maisha yamepanda. Maisha sasa yamepanda sana. Maisha yamepanda, wakulima wameacha kulima. I don't know. Ni pesa wanasema imepanda thamani ya imeshuka. Value of money imeshuka. Imeshuka. And then vitu vimekuwa expensive zaidi. So, na wote tunajitafuta kama wao wasipopandisha pesa manake hawatapata faida na masharti ya maisha yao. Kwa lazima kila mmoja apambane kwa nafasi yake kufikia mahali fulani. Sasa ndo tuuzie viazi 3,000. Sasa yeye akapata wapi? Kanunua ile gunia let's say shingapi? Labda 10,000. I don't know the price. Labda 10,000 tuseme. Sawa. 10,000 inakaa viazi vingapi? Labda 1,000. Sijui ndio hivyo. Your math is not mathing. It's not. I'm trying. Your math is not mathing. Gunia shingapi la viazi? I don't know. Inaweza kuwa balaki na zaidi. Gunia kile? Yeah. Gunia ni bei. Kwa sababu kama sado wanaweza wakawa wanauza 5,000 mpaka 6,000. Kwa hiyo obviously gunia inaweza kafika 80 laki huko. But for now itakuwa imepanda zaidi. Sasa iwe laki. Afanyaje ili arudishe laki? Ndani kuna viazi ngapi? Mimi ninapokaa chips zimepanda bei. Singapi? Kuna na chips kavu. Kwa hiyo 1,500. Ikaja 2,000 au zaka 2,000 you can afford. 2,500 chips kavu. Sasa hivi sisi tunajua tu imepanda. Hakuna taka 2,500. Kujisemea rafiki yangu chenye roho. Na rafiki yangu anapenda kusema chenye roho. Hamna tu chenye roho hapo bado hujaweka. So ili ule chips kavu na mishikaki miwili, you have to have 5,000. Au zaidi. Sababu saa nyingine hata mshikaki wenyewe umepanda bei. Unauza sehemu nyingine unauza 1,000, sehemu nyingine 500. Depends. But then at the end of the day, financial problem ya mwisho wa mwezi, I think it's the struggle of everybody. They haves and they have nots. Kila mtu anakuwa na sababu yake ya kuteseka. Mwenye milioni, mwenye 100,000, mwenye 50,000, wote. Unakuwa unahisi unapambana mwenyewe, kumbe na mwenzio naye mapambano yake ni hayo, ni kwamba tu hasemi kwamba na kila mtu struggle yake ni tofauti. So swali ni moja, kabla tujaenda, tunataka tujue wangapi kati yenu mnabeba mzigo financially, emotionally, family, work, spiritual. Mnapambana vipi na watu hawajui, like bila kusema. Sure, mentally also. Yeah, kila unapouliza unasema I'm fine, niko sawa. You are waking up, you are struggling for another day, you are hustling still, ziko pale pale unapambana. How do you do that without people knowing? Episode ijayo tutaongelea about the weight directly ambayo inamkumba kila mmoja wetu mwanamke, kuhusiana na kitu ambacho wanaume wa Tanzania wakikizungumza kwa sauti watapata aweni, au kitu ambacho wao hawakizungumzi kwa sauti. Exactly. Tusikie. Exactly.